Hello. Hello, nakupigia simu kutoka Alshifa Radio. Inakuaje? Naam. Safi sana. Kaisa huyo hapa. Nazungumza na Nyevu Fondo. Nazungumza na Nyevu Fondo. Uko fresh wewe? Niko poa, na wewe? Alhamdulillah, Mungu anasaidia hapa. Mwanza kabisa, acha niseme hongera sana kwa ile kitu ambacho mlikuwa mnakifanya nyinyi kama Kilifi content creators. Asante. Nimeona kwamba mlijaribu kufanya tukio ambalo la kipekee kabisa, watu wengi hawaja ili kulifanya, lakini mlionia issue yenu ya kwamba mlishirikiana na wauzaji wa fagio pale Malindi. Nafikiri ilikuwa Malindi. Ilikuwa Malindi. Okay, tuzungumze idea nzima ya kuja na ile idea kwamba sisi tunafaa tufanye hivi kama Kilifi content creators. Ilikuwa ya nani? Ilikuwa ya kwangu. Okay. Na kitu gani ambacho kilikusukuma kwamba ukaona kwamba we have to do this kama content creators wa Kilifi? Kuna siku nilikuwa na chakula kwa nyumba. Okay. Ambayo nilikuwa situmii. Yeah. Nilikuwa na kama kilo 100 za maharage. Sure. Nikaita wenzangu 3, 4. Okay. Nikamwambia hizi maharage situmii, wacha tu tuzi pack tupeleke mahali fulani. Okay. So ile siku tulipoenda kupeleka hapo kwa hizo fagio, naam, ndio tukaona walikuwa wanakaa kwenye hali ya masikitiko nini. Yeah. Akatuambia biashara ilivyokuwa chini. Okay. Leo tumewapatia mboga, unga hujui kama watatoa wapi. Okay. So hapo ndo nikapata hilo wazo la kuita wenzangu. Na kuambia nimefanya 1 2 3, lakini ningeomba tukusanyike ili wiki ijayo Jumatano tukafanya ili zoezi la kuozea wale wamama, angalau kila mtu mwenye ako Malindi pia atakuwa anajua kuna mahali fulani anaweza pata fagio. Okay. Hivi so ilikuwa njia moja wapo ya kuwasaidia, kwa sababu pia ni mwezi wa kwanza, biashara ziko chini. Sure. So ilikuwa kama njia moja ya kuwafanyia advert. Okay. Hivi kwa jumla mlikuwa kama content creators wangapi hivi? Tulikuwa 15. Okay. Kwenye ukusanyaji wa mapato zile hela baada ya kuuza ilikuwa kima kama pesa ngapi? Hatujui, kwa sababu najua kila content creator alikuwa anauzia mtu wake wafagio. Okay. Lakini pesa zilikuwa nyingi sana. Okay. Hivi unazungumziaje content creators wa Kilifi kufikia sasa hii? Kufikia sasa hii mimi naambia tu kama tutakuwa na njia kama hizo za kusaidia watu. Okay. Kuangazia, unajua sio wote ambao wanaweza kulipa ufanye advert. Sure. Wale wenye wanaweza tulipa tufanye advert tutafanya, lakini wale ambao hawana uwezo wa kutulipa wafanye advert kwa tunaungana tukiwafanyia. Okay. Kwa hivyo ni kitu ambacho mmekuja nacho na kitaendelea, sio mwisho kwamba ati ni mara moja na imeisha. Huo ndio mwanzo na tutaendelea. Kitu ambacho inasemekana kwamba content creators wa Kilifi wengi hasa sana wanadada bila kuonyesha makalio. Kuna content ambayo nyingine anaweza fanya mbali na kuonyesha makalio. Nafikiri ni kitu ambacho kimekuwa kikizungumziwa sana. Bila shaka hata wewe ushakutana nacho. Wewe kama mwanadada ambaye pia ni mmoja ambao unajisukuma sana kufanya kazi zako kwa juhudi kubwa zaidi, unaposikia mtu anazungumzia issue kama hii, kwako unaipokeaje? Huyo anayezungumzia hivyo inamlipa ama? Kwa sababu kama ni content creator akilipa mwisho tako lako, ina maana the more wana view ndo the more watu wa Meta wanamlipa. So kila mtu afanye kile kitu ambacho kinamlipa. Yeye akiona mtu akipost makalio anamlipa, wewe enda ucomment utoke, juu comment yako hiyo ndio inamuingizia pesa. So kuongea kwa watu ni kazi yao, unaweza wazuia kuongea. Kila mtu afanye ile content ambayo anajua hii akipost anapata viewers, anapata engagements, anapata likes, anapata comments, kila mtu afanye. Kwa namna fulani hivi haikuumizi? Hainiumizi, hata mimi wana post. Okay. Nasemekana Kilifi bana talent ni nyingi sana, kwamba content creators wa Kilifi wako na talent, kwamba uwezo wao uko juu sana. Ila shida ni kwamba wengi si wabunifu sana. Ila talent ziko, ila ubunifu umekuwa chini sana. Hii swala la ubunifu nafikiri ni issue pia ambayo imekuwa kisumbua watu wengi sana, watu wakizungumzia kwenye angle tofauti. Unajua? Mimi kitu ambacho sipendi kuzungumzia kuhusu wenzetu na mimi ni kwamba hata hao pia ni wabunifu. Wamebebwa tu na Jimbo Media,
wakakuzwa pale, wakakuwa, ndio sasa wanaweza kujisimamia. Okay. So wasikuje huko kuambia watu sio wabunifu, juu hata hao hawakosoma wakajiinua wenyewe. Sure. Ni watu ambao walipitia sanaa chini ya Jimbo Media na wakafundishwa jinsi ya kutengeneza maudhui mpaka kufikia mahali kwenye amefikia. Okay. Na sisi huku Kilifi hatuna mtu wa kutuonyesha hizo, hakuna mtu wa kutufanyia vile ambavyo walifanyiwa. Sure. Kile tunafanya kwa juhudi zetu, hata kama akionekane kama ni kitu kinafanyika, but tulijaribu kufanya kadri ya uwezo wetu. Sure. Lakini hao walisimama kupitia mgongo wa mtu mwingine. Okay. Wakafundishwa njia za kupita mpaka hapo tufikia. Okay. Si wapo wengi tu kama Madundo hajafundishwa na mtu, hajachukua mkono na mtu. Sure. Nilikuwa nikimuona anaendelea mwenyewe, but hao wengine wote wamepitia chini ya mkono wa Jimbo Media. Kwa hivyo wakae, watulie, wapangwe. Okay. Sisi tunajipanga wenyewe. Hivi nitajie content creators 3 bora Kilifi ambao wewe ukiwaona hivi unajua kabisa hawa mimi nawakubali zaidi. Wa kwanza ni Nyarukia. Okay. Wa pili ni Kahunda. Okay. Wa tatu ni Vera Cute. Okay. Nimekuuliza hivyo kwa sababu nafikiri Hams Munga juzi kati alikuja akaposti kwamba tukimtoa presenter Kai na Mikahunda anachukua namba 3 kama content creator bora Kilifi. Hii ni kupitia ukurasa wake wa Facebook ambao ndo alizungumzia hiyo. Mwanzo kabisa kabla tupitie kwenye comment yako ambao ulizungumzia pale, nataka unielezee tu baada ya kuona ile post kwamba Hams Munga ameweza kupost akasema yeye ni content creator bora namba 3 kabisa. Mimi nilishangaa kuona amepost hiyo, juu mimi sija kuona mtu akijisifu mwenyewe kwamba yeye ni bora kuliko wengine. Aseme tu alikuwa anatafuta comments au wengine tuongee apate hizo engagements basi. But Hams Munga yeye ni msanii, mambo ya content hata hawezi kabisa, achana mambo ya content kabisa. Okay. Kwa hivyo unasema yeye akibakia kwenye usanii itakuwa vizuri. Kwa sababu sasa hakuna content anafanya, sidanganye watu. Okay. Tutarajie labda kuwaona mnavuka upande mwingine kufanya kazi nje ya Kilifi. Tukiitwa ama tukipata nafasi ya kwenda tutafika. But sasa hii bado sijajua. Okay. Lakini tutarajie tu siku moja. Afiti sana. Nataka uzungumze, nikupatie dakika 1 ama sekunde 30 uongee na mashabiki zako, alafu mimi nikuache kwenye majukumu mengine ya siku. Okay, mimi ningependa kuambia mashabiki zangu kwamba nawapenda, tupendane pia, mahali panapohitaji msaada tu tunasaidiana na kushirikiana pamoja, mahali kwenye kunahitaji support tu tunaungana tukisupport, na tusisahau pia kuwekana kwa maombi na kuombeana mema. Maana sote ni wazaliwa, tulizaliwa siku moja, tutakufa siku moja, haina haja tuchukiane, hata chuki huaga hazina maana yote katika maisha. Okay. So ningependa kuambia mashabiki zangu kwamba mimi nawapenda na wao pia wanipende, tusonge mbele. Sema shukrani sana kwa muda wako, mimi nimefurahi. Pamoja.